unakabiliwa na changamoto mbalimbali. Hata hivyo, amesema taifa hilo litasimama imara na halitayumba licha ya kile alichokiita uchokozi dhidi ya Iran. Mtazamo kutoka Marekani ulikuwa kwamba Iran ingeishia katika hali ya Venezuela, lakini jambo hilo halijatokea. Badala yake, Iran imekuwa taifa lenye nguvu kiasi cha kushangaza ulimwengu kwa namna ilivyoonyesha uthabiti, mshikamano na msimamo thabiti. Kwa sasa tupo katika vita kamili ya kijeshi, kiuchumi na kiusalama, huku tukabiliwa na vikwazo vikali zaidi kuwahi kutekelezwa. Hata hivyo, tumesimama imara. Tunaendelea kusimama kidete kwa lengo la kulinda na kuhakikisha mustakabali bora kwa watu wetu. Serikali ya Iran imeahidi kuendelea kupinga vikali vikwazo vipya vya Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump umevitaja kuwa vikwazo vikali zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran, huku ukilenga kuilazimisha Tehran kusalimu amri kupitia shinikizo la kiuchumi pamoja na nguvu za kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amevipuuzilia mbali vitisho hivyo, akisema ni dalili ya kukata tamaa na kwamba havitafanikiwa. Hata hivyo, madhara yake kwa wananchi wa Iran yanaendelea kujidhihirisha. Uchumi wa Iran ambao tayari unakabiliwa na changamoto kubwa umepata pigo jingine baada ya sarafu yake rial kushuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa, na inaarifiwa kuwa katika masoko yasiyo rasmi dola moja ya Marekani imefikia thamani ya zaidi ya rial milioni 2. Hali hiyo inajitokeza wakati juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya mzozo huo zikiendelea. Mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir anatarajiwa kuwasili Tehran hii leo kwa ajili ya mazungumzo, huku Pakistan ikijaribu kusaidia kufanikisha suluhu ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Ziara ya Munir inafanyika wakati ambao Marekani inatarajiwa kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran. Hii ni hali ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara, kuanzia vikwazo vikali vilivyowekwa wakati wa utawala wa Obama hadi kampeni ya msukumo wa juu zaidi ya utawala wa kwanza wa Trump, na sasa vikwazo vya hivi karibuni. Hatua zote hizo zimekuwa zikitangazwa kwa majina tofauti, lakini kwa hakika zinawakilisha aina ile ile ya uonevu ambao tumekuwa tukiuona katika sera za Marekani. Kwa maneno mengine, ni kama filamu ile ile wanayoendelea kuicheza tena na tena. Sisi tunaifahamu filamu hii, kwa hiyo tunajua namna ya kukabiliana nayo na jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazoletwa na hatua hizo. Licha ya shinikizo hilo, Tehran imeendelea kusisitiza msimamo wake wa kupinga hatua za Marekani na Israel. Iran pia imeendelea kutishia kushambulia meli za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz endapo itaziona kuwa zinaendesha shughuli bila idhini. Wakati huo huo, uchumi wa Iran unaendelea kudorora kutokana na athari za vita, vizuizi vya Marekani katika bahari na mfumuko wa bei. Kushuka kwa thamani ya rial hadi zaidi ya milioni 2 kwa dola katika masoko yasiyo rasmi ni ishara nyingine ya ukubwa wa shinikizo linaloikabili nchi hiyo. Iran na Marekani zimekuwa katika mvutano wa muda mrefu kutokana na masuala ya mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya kiuchumi na ushawishi wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mvutano huo umeongezeka zaidi mwaka huu 2026, huku kukiwa na mapigano na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu. Kwa kifupi, Iran iko katika mvutano na Marekani wakati Pakistani inajaribu kuwa daraja la mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Pakistan ambayo inapakana na Iran na pia ina uhusiano wa muda mrefu na Marekani imejitokeza kama mpatanishi. Islamabad imekuwa ikijaribu kuwasogeza Tehran na Washington kwenye meza ya mazungumzo, huku ikilenga kupunguza vita, kulinda usalama wa eneo na maslahi yake ya kiuchumi. Kwa upande mwingine, Iran na Israel ni mahasimu wakubwa wa kisiasa na kijeshi. Uhasama wao ulianza zaidi baada ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979 ambapo serikali mpya Iran ilikataa kuitambua Israel. Tangu wakati huo, Iran imekuwa ikiunga mkono makundi yanayoipinga Israel, huku Israel ikifanya mashambulizi dhidi ya maeneo na miundombinu ya Iran inayodai ni tishio. Kwa kifupi, mgogoro wao unahusu usalama, ushawishi wa kisiasa Mashariki ya Kati, swala la Palestina na mpango wa nyuklia wa Iran. Niombe radhi vile msikilizaji, taarifa hiyo ilikuwa ikihusiana na Iran dhidi ya Marekani, mgogoro hule. Lakini kwa sasa na kupeleka moja kwa moja kwenye hii ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Anne Burnham akiwa ziarani nchini Ukraine kwenye mji wa Kyiv, ameahidi kuendeleza uungaji mkono wa Ukraine licha ya kile alichokiita vitisho vikali kutoka Urusi. Ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na mgogoro huu ambao umetimiza zaidi ya miaka 4, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Fernando Wole kutoka Tanzania, anayeanza kwa kuelezea nini haswa kinachosababisha mgogoro huu kuendelea kufukuta licha ya jitihada mbalimbali za kimataifa katika kumaliza.
Kwanza tufahamu kabisa kwamba kauli ya Trump ilikuwa ni kauli ya kisiasa, na kwa sababu ilikuwa ni kauli ya kisiasa ni tofauti kabisa na swala zima la utekelezaji. Na kuhusiana na kuendelea ni baina ya hizi nchi mbili, kati ya Russia na Ukraine, kwa sababu nchi zote mbili zinakuwa haziaminiani. Nchi moja haimwamini mwenzie, Ukraine hamwamini Russia wala Russia hamwamini Ukraine, kwa maana ya kwamba kila mmoja anakuwa anajivuta kwamba pengine akiendelea na mapigano basi mwenzie atakata tamaa, ama huyu akisema kwamba akijaribu kusimamisha mapigano basi pengine ikachukuliwa kwamba ndio udhaifu zaidi na hatimaye kwamba anaweza akashambuliwa zaidi kwa siku za usoni. Lakini pili ni swala zima la Trump kutoa hiyo kauli, kwa sababu kauli ni ya kisiasa, ni tofauti kabisa na utekelezaji. Sasa hatua ya kuikabidhi Ukraine uwezo wa kutengeneza makombora haya ya masafa marefu maarufu kama Scalp ili kuishambulia Urusi, kwanza wewe unaionaje? Kwanza ina faida kwa upande wa Ukraine kwa sababu Ukraine kwa sasa itakuwa inajiamini kiusalama kutokana na kwamba haitakuwa inahitaji msaada kutoka washirika wake kama Ulaya na Marekani. Kwa hiyo kwa upande wa Ukraine ina faida zake, lakini upande mwingine ni hatari kwa sababu Russia tayari na wao wameshakosoa hatua hiyo, wakidai kwamba hatua hiyo ya kuipa uwezo Ukraine kutengeneza silaha za masafa marefu itaweza kuchochea mapigano, kuchochea vita zaidi kuliko kupunguza makali ya vita. Tukisalia hapo hapo, nadhani sasa hatua hii inaweza kuleta picha gani kwa pande zote, pande ya Urusi na ule upande mwingine wa jumuiya ya kimataifa? Kwa sababu watu wanadhani kwamba matumizi ya nguvu yakiendelea huenda vita hivi visifike mwisho. Kwa kweli silaha haiwezi ikamaliza vita hata siku moja, isipokuwa tu diplomasia ndio inayomaliza vita. Lakini hatua ya Ukraine kuweza kupata uwezo wa kuwa na silaha yenyewe, kutengeneza yenyewe, hii inaweza ikawa hatua mojawapo ya msukumo kwa upande wa Russia, kwamba huenda Russia akajitafakari akaona kwamba kuliko kuendelea na vita pengine ni vizuri tukakaa mezani. Kwa hiyo silaha ambazo Ukraine amepewa inaweza ikawa ni hatua moja ama nyingine ya kuishinikiza Russia iweze kukaa katika meza ya mazungumzo. Lakini upande mwingine Ukraine inapaswa kupata hakikisho la kiusalama, kwa sababu bila kupata hakikisho la kiusalama na yenyewe haitakubali kuweza kukaa mezani. Kwa hiyo hatua zote mbili za kidiplomasia pamoja na silaha, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kusitisha haya mapigano. Wale, unadhani nini haswa kinachohitajika ili kuvimaliza kabisa vita hivi ambavyo bila shaka watu wengi hawakudhani kwamba vingeweza kuchukua muda mrefu tokea mwaka 2022 mpaka sasa? Kuna hatua kadhaa ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kumaliza mapigano haya kati ya Ukraine na Russia. Kwanza kabisa, diplomasia ndio inayomaliza vita, lakini pamoja na jitihada zote zilizofanyika kwamba haikumaliza vita diplomasia, lakini hatua ambayo inaweza ikatumika, Russia ni taifa ambalo lina uwezo mkubwa kivita ukilinganisha na Ukraine. Lakini swala la msingi la kufanya ni kwamba kutokana na shinikizo ambalo linaweza likafanyika kama hivi ambavyo Ukraine imeweza kupewa huo uwezo wa kuzalisha silaha za masafa marefu, inaweza ikasaidia, kwa sababu Russia itaweza kujitafakari kwamba pengine ikawa vita ya kudumu zaidi na hivyo ikafifia zaidi kiuchumi Russia. Kwa hiyo italeta msukumo mkubwa wa kuingia katika diplomasia mazungumzo. Lakini vile vile swali la msingi kabisa ni Ukraine iweze kuhakikishiwa usalama, kwa sababu moja ya jambo ambalo linarudisha nyuma jitihada hizi ni hakikisho la kiusalama kwa Ukraine. Ukraine anakuwa anapata wasiwasi kwamba huenda tukiingia kwenye makubaliano ya ceasefire pengine Russia akaja akarudi tena kwa ajili ya mapigano. Kwa hivyo ni kuhakikishiwa kwanza usalama kwa Ukraine, lakini vile vile huyu Russia sio kummaliza, lakini apewe pressure, apewe shinikizo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anajaribu kujitafakari kwamba kuliko kuendelea na vita ni bora kusitisha ili kuokoa uchumi wake. Bila shaka huyo ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Fernando Wole kutoka Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya kuhusu mgogoro huo wa Urusi na Ukraine. Na sasa, kama nilivyokujuza hapo awali, tupate maelezo zaidi na Isabella Mwagodi.
Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham aliweka shahada la maua katika makaburi ya kitaifa ya kumbukumbu ya kijeshi ya Ukraine kule Hatny, kusini magharibi mwa mji mkuu wa Kiev, katika ziara yake ya kwanza ya kigeni kama waziri mkuu. Ilikuwa sherehe ya utaifa wa Ukraine iliyoonyeshwa kwa fahari na msimamo thabiti wakati wa kuadhimisha miaka yake 35 ya uhuru. Uhuru huo umetetewa vikali kupitia miaka 4 ya vita na zaidi ya muongo mmoja wa mashambulizi na uingiliaji kati wa Urusi. Hata hivyo, msimamo mkali wa Ukraine umetegemea zana za kivita za kimataifa ili kuweza kusimama kidete kulinda mipaka yake. Ukraine imekuwa ikishinikiza utengenezaji wa silaha zake yenyewe ili kusambaza zaidi vifaa vinavyohitajika. Hivyo basi, tangazo la Uingereza kuwakabidhi teknolojia makombora imekuwa hatua muhimu. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham akielezea kwamba watasimama kidete na Ukraine licha ya vitisho vya Urusi. Despite Russia's outrageous threats to my country, licha ya vitisho kutoka nchi ya Urusi dhidi ya nchi yangu ya Uingereza, tutaendelea kutoa usaidizi wetu kwa ajili ya ulinzi ya Ukraine. Najua mnahitaji msaada zaidi kulinda anga yenu na raia wenu. Najua jinsi majira ya baridi yalivyokuwa magumu na haja ya kuwa tayari mwaka huu wakati usiku unapoingia. Ndio maana nitachukua uongozi wa muungano wa walio tayari pamoja na Rais Macron na Kansela Merz. Alongside President Macron and Chancellor Merz. Kwa upande wake, Urusi imesema kuwa hatua ya Uingereza ya kuipa Ukraine taarifa za siri kuhusu vipuri vinavyotengenezwa nchini Uingereza vinavyotumika kuunda makombora ya masafa marefu ya Scalp itazidisha mafuta kwenye moto. Alipoulizwa kuhusu ziara ya Andy Burnham mjini Kiev na msaada huo mpya wa makombora kutoka Uingereza, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov alikuwa na haya ya kusema. Uingereza inashiriki kwa njia ya kihuni kabisa katika vita hivi, ikiunga mkono serikali ya Kiev. Uingereza inaongeza mafuta kwenye moto kwa mpangilio na mara kwa mara ikipanga njama za kuzuia hatua yoyote ya kupiga hatua katika mchakato wa amani. Hivi ndivyo hususan Uingereza inavyofanya. Wafuasi wa jeshi letu wanaendelea na kazi husika, wakipata taarifa kuhusu maendeleo yanayotengeneza makombora haya na zana zingine za kijeshi, basi wanachukua hatua za kuharibu maeneo hayo. Rais Zelensky alitoa wito kwa Ulaya na Marekani kusalia katika umoja huo kuunga mkono Ukraine inapoadhimisha siku 1643 za vita. Katika hotuba yake ya siku ya uhuru kwa wananchi wa Ukraine, Rais Zelensky alisema anaamini kwamba Marekani itaondoa tofauti zake zote na hofu dhidi ya Urusi. Warusi lazima waletwe kwenye meza ya mazungumzo. Msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump kuelekea mwenzake Urusi Vladimir Putin umekuwa tofauti na ule wa aliyemtangulia Joe Biden. Hata hivyo, mazungumzo kati ya Urusi na Marekani ya kumaliza vita nchini Ukraine yamekwama kwa kiasi kikubwa. Wakati waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham akitembelea Kiev, ndege isiyo na rubani ya Urusi imepiga jengo la ghorofa la makazi katikati mwa mji wa Chernihiv, mji uliopo takriban maili 100 kaskazini mwa Kiev. Urusi pia imeendelea na mashambulizi dhidi ya maghala na vituo vya biashara nchini Ukraine. Usiku wa kuamkia leo imepiga vituo viwili vikubwa vya biashara nje kidogo ya mji wa kusini wa Odessa. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu amefika mahakamani hii leo na kuendelea kutoa ushahidi wake wa utetezi ambao walianza kutoa siku ya Ijumaa. Wakati wa shughuli za mahakama, jaji aliagiza kwamba mashahidi wote wengine wa chama hicho wangepaswa kuwepo mahakamani ili kutoa ushahidi. Kufahamu zaidi hali ilivyokuwa hii leo, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure aliyehudhuria mahakamani. Mpya leo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameendelea kutoa ushahidi wake katika kujitetea dhidi ya shtaka la uhaini, na utetezi wake ulianza siku ya Ijumaa baada ya mahakama kumkuta ana kesi ya kujibu. Na katika ushahidi wake, Lissu ametumia sehemu kubwa ya muda kuelezea historia ya siasa, katiba na mfumo mzima wa uchaguzi nchini Tanzania. Vile vile hoja yake kuu ni kwamba kauli zake kuhusu no reform no election hazipaswi kutenganishwa na muktadha wa madai ya muda mrefu kuhusu mageuzi ya uchaguzi na katiba. Umezungumzia hapo Elizabeth kwamba amezungumzia masuala ya historia. Hebu tuambie kwa nini historia imekuwa ni muhimu kwenye kesi hii? Amesema alivyokuwa anazungumza na anatoa ushahidi wake kwa mahakama, alikuwa anasema kabla ya mahakama haijaamua hatima yake ni muhimu kujua context au kujua ni nini kilitokea huko nyuma, ikiwemo jinsi gani alivyokuwa anapigania demokrasia na haki za binadamu
na anasema hayo yote yamechangia kwake yeye kupewa hiyo kesi ya uhaini, na ndio maana akasema ni muhimu sana mahakama waelewe hiyo historia yote, na ndio maana akaamua kuwa aanze kwa kuwaelezea hiyo kwenye sehemu ya ushahidi wake. Wengi watajiuliza hoja ya msingi ya upande wa mashtaka ni ipi haswa, Elizabeth? Upande wa mashtaka unadai kwamba kauli hizo zilizokuwa na nia ya kuhamasisha umma kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 unasema kwamba jambo ambalo linahusishwa na shtaka la uhaini. Kwa hiyo kinachojadiliwa katika hatua hii ya kesi si tu Lissu alisema nini, bali pia alisema kwa muktadha gani mpya na alikuwa na nia gani alipokuwa anasema maneno hayo. Na leo Lissu amesisitiza kwamba alichokuwa akifanya ni kueleza matatizo ya mfumo wa uchaguzi na kuhamasisha mageuzi, na si kuitishia serikali au kuhamasisha vitendo vya uhaini ambavyo serikali inadai kuwa hilo ndio lilikuwa lengo lake. Elizabeth, kuna hoja ya wale mashahidi wa upande wa serikali. Tunafahamu kuna wale upande wa chama cha Lissu, chama cha Chadema, lakini kuna wale upande wa serikali. Jaji amesema lolote kuhusiana hawa? Leo jaji hajasema chochote, ila ikumbuke tu kwamba Ijumaa iliyopita alisema kwamba kwa sasa hataweza kusema uamuzi wowote juu ya wale mashahidi walioitwa na Lissu wanaotoka upande wa serikali mpaka hapo mbeleni kesi itakapokuwa imeendelea. Lakini kwa sasa atazingatia zaidi hawa mashahidi ambao wanatoka kwenye chama chake, ambao walikuwa kuanzia namba 5 mpaka namba 7, ambao ndo wataendelea. Baadaye ndo tutajua uamuzi wa wale mashahidi wa upande wa serikali. Tuambie sasa, baada ya ushahidi wa Lissu kuendelea leo, hatua inayofuata katika kesi hii ni ipi haswa? Baada ya leo, hatua ambayo inafuata ni kwamba Lissu ataendelea na ushahidi wake mbele ya mahakama kuu siku ya Jumatano, kwa sababu kesho ni siku kuu. Kwa hiyo hakutakuwa na kesi zote zinazoendelea mahakamani, lakini pia kwa sababu ya hiyo Jumatano anatarajiwa kuendelea kueleza hoja zake na kupitia ushahidi aliowasilisha mahakamani, huku upande wa mashtaka ukiendelea kuwa na nafasi ya kupinga hoja hizo na kumuuliza maswali kupitia cross examination kulingana na hatua za kesi. Lakini pia majaji wamemuomba Lissu kwamba ajitahidi siku ya Jumatano amalize kutoa ushahidi wake ili kuwapa nafasi wale mashahidi wengine kutoka kwenye chama chake waweze kupata nafasi ya kutoa ushahidi wao pia. Na sasa tuelekee viwanjani na Shuaib Ibrahim. Asante, na ninaanzia nchini Uganda ambako usimamizi wa ligi kuu ya soka nchini humo umetoa ratiba ya mechi za msimu wa ligi kuu ya Uganda 2026-2027 ambao utazishirikisha timu 18. Msimu huo utaanza Agosti tarehe 25 siku ya Ijumaa, ambapo mabingwa watetezi Vipers watawakaribisha klabu ya Entebbe UPPC katika uwanja wa St Mary's. Na rais wa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara Young Africans Engineer Hersi Said amesema uhamisho wa Starboy Alan Okello kutoka Wananchi hadi klabu ya SFR ya nchini Morocco unatoa fursa kubwa kwa pande zote tatu, yani klabu ya Yanga, SFR ya nchini Morocco pamoja na mchezaji binafsi. Katika mahojiano maalum na BBC, Engineer Hersi amesema huenda uhamisho wa Starboy ndio mkubwa zaidi Afrika Mashariki. Klabu ya SFR Rabat inanufaika kupata huduma ya Starboy Alan Okello, lakini klabu ya Yanga inanufaika kwa kulipwa gharama za uhamisho, na mchezaji kwa maana ya Alan mwenyewe ananufaika kwa kuwa ni personal team zake. Lakini kwenye upande wa transfer kati ya Young Africans na FAR Rabat SFR kutoka Morocco, ni kiri ya kwamba huenda ukawa ndio usajili mkubwa kuliko yote katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kabla ya kufanikisha uhamisho huu kwenda SFR ya Morocco, je, kulikuwa na vilabu vingine ambavyo vilikuwa vikihitaji huduma zake Starboy? Yes, kulikuwa kuna vilabu kadhaa vilihitaji huduma zake, lakini mimi nikisimama kama mwenyekiti wa Young Africans, lakini pia nasimama kama mzazi, nasimama kama kiongozi wa mchezaji, SFR Rabat imekuwa ni option nzuri kwangu na hata mchezaji, kwa kuwa kuna mazingira mawili yanayonipa hiyo indication ya ubora. Moja ni kwamba SFR Rabat ni klabu imara kabisa na imekuwa ikifanya vizuri. Tukumbuke mwaka jana SFR wamecheza Champions League final against Mamelodi Sundowns. Lakini la pili, mwalimu wetu
Pedro Goncalves ambaye nilikuwa naye hapa msimu uliopita, ndio mwalimu mkuu sasa wa AS FAR. Kwa hiyo anamfahamu vizuri Okello, anafahamu ubora wake na anafahamu jinsi ya kumtumia. Naamini Mungu akiwapa baraka watafanya vizuri. Hivi karibuni ulielezea kwamba mlango bado uko wazi kwa Okello kurejea. Lusaka nchini Zambia imefungwa au kuzungushiwa utepe siku ya mwisho ya kuwasilisha pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Na kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ameendelea kutoa ushahidi wake wa kujitetea ambao alianza kutoa siku ya Ijumaa. Hii ni BBC. Na ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nasi mwenzangu ni David Nke akiwa Dar es Salaam, na mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Tukisonga mbele ni kwa mgombea urais wa Zambia Brian Mondubili anatarajiwa kuwasilisha rasmi malalamiko dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa mwezi huu. Leo ndio siku ya mwisho ya kuwasilisha kesi hiyo mahakamani, kwani ni sharti iwasilishwe katika mahakama ya katiba ndani ya siku 7 tangu kutangazwa kwa Rais Hakainde Hichilema. Hafla iliyopangwa ya kuapishwa kwa mshindi huyo inatarajiwa kusitishwa hadi hapo uamuzi wa kesi hiyo utakapotolewa. Mahakama ya katiba inatakiwa kusikiliza na kutoa uamuzi kuhusu malalamiko hayo ndani ya siku 14 tangu kuwasilishwa kwake. Ili kufahamu zaidi, nimezungumza na mwanahabari wa kanda ya kusini mwa Afrika Nixon Katembo, anayeanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa. Hali imeendelea kuwa tete nchini Zambia baada ya mahakama kufungwa masaa machache tu kabla ya upinzani kutarajiwa kuwakilisha malalamishi yake katika mahakama ya kikatiba, na hii vikosi kupelekwa kwenye maeneo ya mahakama, na hii kidogo inaleta matatizo makubwa kwamba huenda ni njama za serikali kutaka kuzuia upinzani ushindwe kuwasilisha kesi yake kabla muda wa kikatiba kuadia, ambayo ni baadaye hii leo. Ni nini hutokea wakati kuna vizuizi mahakamani na kufikiwa kwa muda wa mwisho uliowekwa kikatiba kuwasilisha pingamizi yote kutoka kwa upinzani? Hii ni matokeo ya kidemokrasia ambayo yanaweza yakavuruga kwanza utawala wa sheria pamoja na uaminifu katika demokrasia nchini Zambia, kwamba hali iliyowekwa kikatiba kwa wapinzani kuweza kuwasilisha malalamiko yao kuzuiliwa na polisi ama vyombo vya dola kutumiwa kwa ajili ya kuzuia upinzani kuwasilisha malalamiko. Pili, mgogoro pia wa kikatiba kwamba matukio haya ambayo yamepingwa
na upinzani ni lazima yaamuliwe kwenye mahakama, na mahakama yenyewe inafungwa na vyombo vya dola, na hii inaleta kidogo mgogoro wa kikatiba kwamba katiba kuwa imevunjwa na serikali ya Zambia katika kuwazuia wapinzani kuwasilisha malalamishi yao kama inavyohitajika kwa mujibu wa katiba ya Zambia. Ni nini kinahalilisha kuzingirwa kwa mahakama ya ngazi ya juu kwa utepe wa eneo la uhalifu katika siku hii ya mwisho? Nadhani ni ubabe wa kisiasa ambao umetumiwa hapa, nguvu za dola kuweza kutumiwa vibaya kwa ajili ya kuzuia utendaji kazi wa kisheria na haki ya kikatiba ambayo ni haki ya wananchi, ni haki ya wapinzani kuweza kuwasilisha mahakama. Nakumbuka mahakama ni eneo huru la dola ambalo mwananchi wowote anapaswa kuingia na kuwasilisha malalamishi yake, ingawa haki zake zimevunjwa, haki za kikatiba, haki za binadamu. Sasa nadhani kidogo hii inaleta matatizo makubwa na sura mbaya kwa Zambia, kwa sababu inaongeza zaidi mvutano wa kisiasa na kidogo inaleta matatizo ya kutoaminia serikali na vyombo vya dola pamoja na mahakama yenyewe na utendaji wa sheria, kwamba sheria haifuati na serikali ya Zambia katika kufunga yale mahakama ili kuwazuia wapinzani wasidai haki yao. Sasa umeweza kuzungumzia kuhusu demokrasia. Sasa je, hali hii ya mvutano inaathiri vipi imani ya umma kwa taasisi za uchaguzi na demokrasia nchini Zambia? Kubwa katika yote hapa, hali hii itaongeza kutoaminiana kwa raia pamoja na vyombo vya dola na kuchochea machafuko zaidi, na pengine huenda ikaonyesha taswira mbaya ya kiusalama kwa ajili ya mstawi wa jamii wa Zambia, na pia hali yenyewe ya kimataifa kwamba sheria inakiukwa na katiba inakiukwa kwa ajili ya kuvunja haki za kimsingi za demokrasia za raia wa Zambia, ambao ingawa wote hawakumpigia kura rais mteule Hakainde Hichilema, basi wangeacha angalau vyombo vya sheria viweze kutenda kazi na kuamua baada ya kufikishwa kesi mahakamani na ushahidi wapo utosha kwamba uchaguzi huu kulikuwa na dosari au rais Hakainde Hichilema alishinda, basi iamuliwe kwenye mahakama. Lakini swala la kujiuliza, je, rais pamoja na vyombo vya dola vinaogopa nini na vinaficha nini kwa ajili ya kufunga mahakama namna hivyo ili wapinzani wasije kuwasilisha malalamiko yao? Brian Mundubile, mgombea rais aliyeshindwa na aliyetarajiwa kwenda mahakamani, kwa sasa anajulikana alipo? Mpaka sasa hivi ni kama kidogo amejificha kwa sababu ya kuhofia mwenyewe maisha yake, pamoja na kukumbuka polisi imekuwa mtishia kidogo kutaka kumfunga na baadaye kuuliwa kwa yule waziri wa zamani. Basi hali inaonekana kuwa inaweza ikaongezeka kuwa baya kutokana na kitendo hichi cha serikali kutumia mabavu kuendelea mbele. Ni kufikia sasa kuna kauli zozote kutoka kwa rais mteule Hakainde Hichilema? Mpaka sasa ni kauli tu yake ya ushindi aliyoitoa na kuapa kwamba hata kubali viongozi wa upinzani waweze kuvuruga amani nchini Zambia pamoja na kuweza kujenga maridhiano. Lakini kwangu mie sijui, nadhani hapa kuna unafiki kidogo kwamba hawezi kujenga maridhiano wakati ambapo hautaki sheria ichukue mkondo wake na kuweza kufunga mahakama kama waliofanya hii leo. Namni Nixon Katembo huyo katika mazungumzo na mwenzangu Sarafina Robi. Kwingineko, shirika Msalaba Mwekundu linasema wafanyakazi 6 wanaoshiriki katika jitihada za kukabiliana na Ebola nchini DRC wamejeruhiwa katika mashambulizi tofauti. Msafara mmoja ulivamiwa katika mkoa wa Ituri na kuacha mtu mmoja akiwa amejeruhiwa vibaya na magari mawili ya wagonjwa yakiharibiwa. Haya yanajiri huku kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo akiwa ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi za kukabiliana na virusi vya Ebola ambavyo kufikia sasa vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 2500 huko nchini DRC. Hii inakuja wakati vile shirika la afya duniani WHO likitangaza kwamba idadi ya visa 5200 vimerekodiwa huku nchi hiyo ikitimiza siku 100 tangu mlipuko huo utangazwe. Zaidi na Ahmed Bahaj.
Akizungumza katika uwanja Mtakatifu Petro siku ya Jumapili, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa alieleza kusikitishwa kwake kwamba virusi hivyo vinaendelea kusababisha vifo vya watu wengi. Alisema nikimnukuu, katika sala zangu mara kwa mara naikumbuka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Papa alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kushirikisha jamii za mitaa katika juhudi za kuokoa maisha ya watu wengi. Katika taarifa yake, shirika la afya duniani WHO lilisema kuwa mkurupuko wa sasa wa Ebola nchini DRC umefikia wakati wa maamuzi. Shirika hilo lilifichua kuwa juhudi za kudhibiti janga hilo zinatatizwa na maambukizi yanayozidi kuongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema tunaweza kudhibiti mkurupuko wa Ebola, lakini ni kupitia tu hatua zilizowekwa nguvu zaidi katika jamii zilizoathiriwa, zinazoongozwa na viongozi wa kitaifa, kimkoa na mitaa, pamoja na jamii zenyewe zilizoathiriwa. Profesa Oskar Pisk, mchanganuzi wa masuala ya afya na mtaalamu wa dawa katika chuo kikuu cha USL Uingereza, alisema tatizo kuu ni uwezo wa kupata visa, kurekodi vifo na kuchelewa katika hilo. Kadhalika, changamoto ya fedha. Kiwango cha vifo kimeendelea kuwa juu, ambapo vifo vinavyotokea katika jamii nje ya vituo vya matibabu ya Ebola vinachangia takriban 60% ya vifo 260 vilivyorekodiwa kila wiki katika wiki 6 zilizopita, lilisema shirika hilo la afya duniani. Ili kuzuia maambukizi zaidi, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Janabi alisisitiza haja ya kuongeza juhudi za kukabiliana na janga hili kwa kiwango kikubwa, kwenda mbio zaidi, kubaini visa, kuzifikia jamii mapema zaidi na kuimarisha shughuli za uokoaji pale zinapohitajika zaidi. Alisema maamuzi tunayofanya sasa ndiyo yatakayotoa mwelekeo wa jinsi gani tunaweza kudhibiti mkurupuko huu kwa haraka na kulinda pamoja na kuokoa maisha, aliongezea. Wakati huo huo, siku ya Jumapili DRC ilipokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ervebo iliyotengenezwa nchini Ujerumani na kampuni ya dawa ya Merck. Chanjo hiyo inasaidia kukabiliana na kirusi cha Ebola aina ya Zaire, lakini kirusi cha sasa aina ya Bundibugyo hakijapata chanjo iliyoidhinishwa. Baadhi ya dozi hizo za Ervebo zitatumika kama sehemu ya jaribio la kupima ufanisi wa chanjo hiyo dhidi ya aina mpya ya virusi. Naam, tukisalia hapo kwenye masuala yanayoambatana na Ebola, ni kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani kile ilichokitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika maeneo yanayokaliwa na kundi la waasi la M23 na washirika wake. Haya yanajiri baada ya siku 4 za mazungumzo nchini Uswizi chini ya mchakato wa amani wa Doha. Wawakilishi kutoka serikali ya DR Congo na kundi la silaha la M23 walokubaliana kuhusu njia ya kuripoti ukiukaji wa usitishaji vita pamoja na utaratibu wa kutathmini hatua zilizopigwa na kuchunguza changamoto. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya pande hizo kufanya mazungumzo ya siku 5 nchini Uswizi na kukubaliana na mpango unaoonyesha hatua na muda wa kuendelea na mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika chini ya makubaliano ya amani ya Doha, Qatar. Pia wamekubaliana kuanza kutumia mfumo maalum wa kufuatilia kama kuna ukiukaji wa usitishaji mapigano. Ukaguzi wa kwanza unatarajiwa kufanyika Jumatatu katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambalo limeathiriwa na mapigano. Hata hivyo, bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya masuala yakiwemo vikwazo dhidi ya kundi la waasi la M23 na kuachiwa kwa baadhi ya watu waliokamatwa. Wakati mazungumzo yakiendelea, mapigano bado yanaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku serikali na waasi wa M23 zikituhumiana kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Mzozo huo pia umeendelea kuongeza mvutano kati ya DRC na Rwanda. Rwanda inasema serikali ya DRC inashindwa kuliondoa kundi la FDLR ambalo Kigali inaliona kuwa tishio kwa usalama wake. DRC kwa upande wake inaituhumu Rwanda kuiunga mkono waasi wa M23 kwa wanajeshi na silaha. Rwanda inakanusha madai hayo. Mapigano hayo yamesababisha mamilioni ya watu kuondoka katika makazi yao. Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23 ambao waliyateka maeneo mengi ya eneo hilo mwaka jana. Sasa kama ulivyosikia katika taarifa hiyo na Steha Mohamed, serikali ya DRC na M23 wamekubaliana kurejea kwenye mazungumzo ya amani, lakini bado kuna masuala mazito yanayowatenganisha. Je, safari hii kuna matumaini ya amani ya kudumu mashariki mwa Kongo? Alimanyaza amezungumza na mchambuzi wa siasa Nicodemus Minde na mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu akiwa Bunia, jimboni Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Kabo, ambaye anaanza kuelezea namna taarifa hizo zilivyopokelewa.
kwa ujumla Kongo nzima wanapokea hiyo message, hiyo habari kwa furaha kubwa, kwa sababu najua nchi ni nchi kubwa na ni nchi ambayo ina experience ya kupata independence yake tangu mwaka wa 60 hadi leo. Nchi nyingi barani Afrika zilipata independence nyuma DRC, na sasa kuona kwamba nchi hizo zinatulia, hakuna vita, uchaguzi unafanyika kama kawaida na sisi tunaendelea kwa vita, ni mambo ya kusikitisha na ambaye hailete maendeleo sana. Minde, kwa upande wako hatua hii ina umuhimu gani? Hatua hii ni muhimu kwa sababu inaondoa mazungumzo katika kiwango cha ahadi za kiujumla ambazo zilikuwa zimefikiwa huko Doha pamoja na Washington, na kuingiza katika hatua zenye mpangilio wa muda maalum ambapo wanaita roadmap, yani ramani ya nia ama njia ya kuelekea kutekeleza mkataba huu. Na nadhani hata nikinukuu taarifa ya pamoja iliyotolewa ni kwamba wabia hao katika makubaliano hayo wamesema wanaendeleza mazungumzo yanayolenga kufikia amani ya kina na kutatua migogoro kwa kina na kusitisha mapigano moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani mimi ninavyoona ni hatua ni nzuri. John, kuna watu wamekuwa na wasiwasi kwamba je, kweli kuna matumaini ya amani ya kudumu mashariki mwa Kongo? Watu wamekuwa wamepatwa na wasiwasi hiyo sana. Sasa nini kinachoweza kuzuia utekelezaji wa mpango huu mpya? Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufikiaje mwafaka? Hilo ndilo question ambalo watu wengi zaidi nchini wanajiuliza, kwa sababu si mara kwanza haya mazungumzo yafanyike. Nafikiria kwa hiyo msimu watu wameweza kuamua pande zote mbili za waasi na serikali, kwa sababu waathirika ni wananchi ambaye vita hivyo hawakutaka hivyo vita vije mjini mwao, lakini vita vilikuja na wamefika fasi wa mahali wamefikia. Nadhani ya kwamba pande zote mbili zinaweza kuwa zinachukua muamuzi na waamue ya kwamba kweli wameamua kuongea, wameamua mazungumzo na wasaidie hawa wananchi wa Afrika. Bila hivyo hakutakuwepo amani na mbadiliko wote hautakuwepo. Sasa Minde, unadhani ushiriki wa Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika unaweza kusaidia? Nadhani ushirika ni mzuri na ni muhimu katika makubaliano kama haya. Labda niende kwa kuainisha kwamba ukiangalia Qatar, wao wamewezesha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya DRC na M23 ambapo yalifanyika kwa kiasi kikubwa mwaka jana, lakini ukiangalia sehemu ya Marekani ina ushawishi wa kidiplomasia na kiuchumi na kwa pande zote mbili ya DRC na Rwanda, na tuliona kwamba waliweza kuwakutanisha hawa marais Tshisekedi pamoja na Kagame huko Washington Marekani pia mwaka jana. Lakini pia ukiangalia kuna nafasi kubwa sana ya Umoja wa Afrika ambayo inakuwa ni mwezeshaji wa kufanya ile uhalali kuipa makubaliano haya ama mazungumzo sura ya Kiafrika, na tunaona kwamba ni muhimu kuwa na taasisi za Kiafrika na sio tu mataifa ya kigeni. Kwa mimi naona ushirika wa Marekani, Qatar pamoja na Umoja wa Afrika ni muhimu sana katika kuipa mazungumzo uhalali pamoja na kushinikiza utekelezaji wa makubaliano. John, sasa hivi mapigano bado yanaendelea ama hali ni shwari? Kaskazini mashariki mwa Kongo kuna vikundi haramu vya waasi wengi, hata leo wameua wananchi. Nimesikia pia kuna mapambano kati ya hao waasi wa Twirwaneho na serikali. Sasa watu ambao wako meza kwa mazungumzo ni hao waasi wa M23 na serikali. Sasa kwa pande zao nafikiria kwamba hakuna kwanza mapambano. Hii ni moja, na ya pili kuna makundi haramu za ADF nalo. Sasa hivyo vyote ni jukumu la serikali la kuweza kujua kama nini itafanyika ili iweze komesha hao mauaji na mapambano ambao inaendelea huko na kule. Na kwa kumalizia, Minde, kwako nini kifanyike amani ya kudumu ipatikane Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Makubaliano haya yameangalia historia ya mapigano huko mashariki mwa DRC, lakini mimi ninavyoona lazima wajenge mwafaka kuhusu masuala ya usalama yanayounganisha yani DRC pamoja na Rwanda. Lakini pia DRC inataka Rwanda ikomeshe msaada wake kwa hivi vikosi vya M23 na kuondoa hivi vikosi katika ardhi ya Kongo. Nadhani yani masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa miaka nenda miaka rudi. Lakini pia tuangalie pia Rwanda wanataka nini, kwamba Rwanda kwa upande wake inataka kushughulikia kwa kikundi cha FDLR na vitisho ambavyo vinatokana na usalama katika eneo lake la huko Rwanda. Nadhani mwafaka lazima uheshimu uhuru na mipaka ya DRC sovereignty, lakini nadhani
nia madhubuti, itokane na ile utashi wa kisiasa, ni ile political will, ili vita hivi viweze kusitishwa mara moja. Na bila shaka huyo ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia Dr. Nicodemus Minde, na mwanaharakati wa masuala ya binadamu akiwa Bunia, jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Kabwa, kama walivyozungumza na mwenzetu Halima Nyanza. Kumbuka vile vile, msikilizaji, unaweza kutupata mbashara pale Facebook na YouTube. Na Facebook na waona David Sechenga ambaye anasema mwanaharakati mzalendo kutoka Wagum tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania. Tuko pamoja katika matangazo haya ya Dira ya Dunia mpaka tamati ya matangazo haya. Vile vile Musa Zuberi Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Mvutano kati ya Iran na Marekani ni vema ukamalizike, maana hali ya kiuchumi kwa nchi nyingi umegubikwa na mgogoro wa uchumi kutokana na vita hivi. Vile vile yupo Frank Shayo wa Arusha, Sakina, Urusi na Ukraine. Kaini meza moja ya mazungumzo, mmalize vita hivi. Magomo Rickson anasema Mungu awaokoe DRC. Vile vile yupo John